aliona maono, ufunuo mkubwa. Akamwona Mungu ameketi katika kiti cha enzi kilicho juu sana, kilichoinuliwa sana, alafu pindo la vazi la Mungu limefunika hekalu. Kwa sababu swala la mbinguni hatuwezi kulifananisha na mahekalu yoyote yale, ukubwa wake humu duniani. Maana ile madhabahu iliyoko mbinguni ni kubwa. Katika Ufunuo anasema ni madhabahu kubwa ya dhahabu. Sasa huo ukubwa wake Biblia haijaeleza. Inawezekana ni karibu robo tatu ya dunia au dunia nzima, sijui, lakini ni madhabahu kubwa sana, kwa sababu kwenye hekalu lile la mbinguni hata wangeokoka dunia nzima wakaingia mbinguni, dunia nzima, bado kwenye ile hekalu hawafiki hata robo. Yaani robo hawafiki dunia nzima. Dunia ina watu bilioni 8. Katika watu bilioni 8 wakaokoka wote kwenye ile hekalu la Mungu, wakaingia wote huko ndani, bado ni kama theluthi wameingia kule ndani. Maana kumbuka, dunia hii tunayoikaa sisi ni katufe kadogo sana, kadogo mno, ambako wanaposema kwa swala la sayari nyingine kubwa kubwa kama Jupiter, hii dunia inaingia mara kadhaa. Sasa mbinguni hata dunia nzima ikaokoka yote, bado kule, yani ni kama vile kumwaga maji kwenye bahari, ukisema kwamba nimeshaharibu bahari, kwamba nimechukua maji machafu, bahari imeharibika yote. Kwa hiyo ni kitu kidogo sana. Sasa Biblia inasema pamoja na ile hekalu kuwa kubwa, Mungu ameketi juu kwenye kiti cha enzi, alafu pindo la vazi linafunika hekalu lote. Yaani huko hekalu linafunikwa na kule hekalu linafunikwa na kule hekalu linafunikwa. Tunaweza kuona nguvu ya Mungu ni ajabu, huwezi kuielezea kibinadamu. Alafu anasema nabii Isaya akaona kuna maserafi. Maserafi ni moja ya viumbe vilivyoko mbinguni. Maana mbinguni kuna viumbe vinavyofanana na binadamu, lakini pia kuna viumbe ambavyo havifanani kabisa na binadamu. Kwa mfano maserafi, makerubi, wenye uhai wanne. Wale wenye uhai wanne nao ni viumbe vya ajabu ambao vinafanana kidogo na binadamu, ni wale wazee 24, lakini wenye uhai wanne ni viumbe vya. Sasa akaona kuna maserafi wakawa wanaruka, kila mmoja alikuwa na mabawa 6. Kwa mawili alifunika uso wake, kwa mawili alifunika miguu yake, na kwa mawili aliruka. Anasema wakawa wanaitana kila mmoja, mtakatifu 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 Bwana Mungu wa majeshi. Hapo anasema mmoja wa wale serafi akachukua koleo, akaenda akachukua moto kwenye madhabahu. Kwa hapo tunapata picha nyingine ya kwamba kwenye madhabahu ya mbinguni kuna moto. Akachukua moto, ule moto akaweka kwenye kinywa cha nabii Isaya, lile kaa la moto. Alafu akamwambia, hivi nimekugusa, kinywa chako kimetakaswa. Ndio maana katika madhabahu ya Mungu kuna utakaso. Yaani katika madhabahu ya Mungu tunapokea utakaso kupitia neno, kupitia sakramenti na mambo mengine yanayofanyika katika madhabahu ya Mungu aliye hai. Sasa kwa mujibu wa Biblia, kama kwa Mungu kuna madhabahu kubwa sana, maana kumbe uhusiano wetu sisi na Mungu tukiwa humu duniani unaendana na madhabahu. Ndio maana nabii Isaya ameona hekalu na madhabahu, na yeye aketie juu ya kiti cha enzi, alafu na maserafi wale wakawa wanakuwa pembeni mwa madhabahu, mbele ya madhabahu. Kwa hiyo swala la madhabahu liko kwa Mungu kwanza. Kwa hiyo kabla hata dunia haijaumbwa kulikuwa na madhabahu. Kabla hata si wanadamu, Adamu na Eva hawajawepo duniani, madhabahu ya Mungu ilikuwepo. Na hata sisi kwa mujibu wa Biblia hii takatifu inaeleza kwamba tunapokufa, mtu anapokufa kwa sababu ya ushuhuda wa Bwana Yesu, yaani hakuna mtakatifu yeyote anakufa kwa sababu ya neno au imani ambaye ataenda paradiso bila kupitia kwenye madhabahu ya Mungu iliyoko mbinguni. Wengi sana tunaambiwa, unajua fulani amekufa, huyu ameenda moja kwa moja paradiso. Lakini Biblia inaeleza kuna hatua za mwanadamu. Mtu akifa na Yesu, akifa na ushuhuda wa Bwana Yesu, kituo chake cha kwanza kabisa ni chini ya madhabahu ya Mungu. Tunaposema chini, sio huko chini, ni hapa. Yaani roho za watakatifu huwa zinatua kwanza chini ya madhabahu ya Mungu, kituo cha kwanza. Kituo cha pili
paradiso. Kituo cha tatu ni ile siku ya hukumu, Yesu anakuja kuhukumu dunia. Lakini mtu yoyote akifa na Bwana Yesu, kituo cha kwanza ni kwenye madhabahu ya Mungu. Anasema mzee Yohana alipokuwa kule kisiwa cha Patmo, anasema malaika alipofungua muhuri ya 5 akaona chini ya madhabahu roho zao waliochinjwa kwa ajili ya ushuhuda wa Bwana Yesu kule mbinguni, ambao sasa ni kina Stefano, kina nani na wengine wote waliokufa kwa ajili ya ushuhuda wa Bwana Yesu. Alafu wale watu wakawa wanamlilia Mungu kwenye kiti cha enzi kwamba Mola mtakatifu mwenye kweli na haki, hata ili mtu kuipatia haki damu yetu kwa hao wakao juu ya nchi. Wakaambiwa hapana, bado kuna wengine huko duniani wanaopambana kwa ajili ya imani, wanaotetea imani mpaka hesabu itakapotimia. Maandiko yanasema wakapewa nguo ndefu nyeupe, wakaambiwa waende wakastarehe. Sasa pale kwenye kustarehe ni paradiso, kwamba wakastarehe bado muda mchache tutakapotimia hesabu ya ndugu zao na wadogo watakao vile vile kwa ajili ya ushuhuda wa Bwana Yesu. Kwa hiyo unaona kituo cha kwanza cha utakatifu ni kwenye madhabahu ya Mungu aliye hai. Ndivyo Biblia inavyoeleza. Na kwa nini wanapewa nguo ndefu nyeupe? Ni kwa sababu hapa ni mtu aamue mwenyewe tu kuelewa au kutokuelewa. Ni kwa sababu mwanadamu akifa anaenda uchi. Ndio maana Ayubu anasema nalizaliwa niko uchi, nitaondoka niko uchi. Nilikuja bila kitu, nitaondoka bila kitu. Ndio maana wakapewa nguo ndefu nyeupe, kwa sababu mwanadamu huwa anaenda jinsi alivyo. Kwa hiyo haya majeneza, masuti, manguo ya gharama, maviatu yote yanaozea hapo chini. Kule hamna viatu vinaingia, wala hakuna nguo yote iliyoshona duniani inaingia kule. Vyote vinaishia hapo, vyote. Chochote kile mtu atakachozikwa nacho, hata kimoja akisogee mbinguni. Alafu pia tufahamu, sisi watu tunazikaga mtu aliyehukumiwa. Unajua kwenye swala la misiba kuna vigiza adui amevingiza huko ndani. Lakini tutavitoa tu ili watu watembee vizuri. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Unajua kuna watu wanaamini kwamba tunapokwenda kuzika ndio mtu anaondoka. Mtu anaondoka saa anaondoka. Yaani mtu anaondoka saa anaondoka. Tena wakati mtu anaondoka, kitendo hata cha wewe hujajua kwamba ameondoka, unahisi amezimia. Mwenzako alishaibuka kwenye ulimwengu wa roho. Ebrania 9:27 anasema na kama watu wanavyowekewa kufa mara moja, baada ya kufa ni hukumu. Yaani kitendo cha tayari ameibuka. Kama ni kuzimu, wewe Bwana ulikuwa 1 2 3, fuatana na wenzako. Kama ni kule paradiso ulikuwa 1 2 3, haya nenda kwa wenzako. Wakati hivi jamani ameondoka, hivi ni kweli? Jamani yeye fulani ameondoka, siku nyingi amekuwa mwenye nyumba alipoenda. Kwa hiyo ukisikia unasema sasa ndio mwenzetu anaondoka ndio tunampele. Ile tu ni kujijengea, yani niseme tumaini fulani ambavyo vimo yani kwamba ndio ameenda tayari. Mwenzako alishaenda siku nyingi. Ndio maana ukiona mtu amekufa huko usijui wapi, akazikwa baada ya wiki 3 mwezi, utasema tumeshaenda kumpumzisha. Yale ni maneno tu. Alafu hii issue ya kupumzika ni ngumu. Anayejua ameenda kupumzika ni yeye. Huku sisi wote tuko gizani. Yaani hata anayezika hana uhakika na anayemzika. Yaani hata ukisema fulani ameenda ni kuwafariji wale pale. Lakini kwa swala la kwenda, hakuna kitu kina siri kubwa duniani kama kifo. Kama kifo kina siri kubwa kuliko vitu vyote. Ndio maana sasa ukakumbuka sema hili ni motoni tu limeenda. Kumbe mwenzako ile dakika mwisho sema Yesu nisamehe, akakata roho. Kama yule jambazi pale juu ya mti. Si ndio mko yule jambazi? Jambazi yule dakika za mwisho akasema Yesu nikumbuke leo, ambaye usijali wote leo tunaingia paradiso. Na yule mwingine naye akaenda huko alikoenda. Kwa hiyo kifo kina siri kubwa sana. Uhakika wa kwamba mtu kaenda mbinguni ni yeye. Au ameaga kabisa. Sasa jamani, ndio naona malaika wanachukua kwa herini. Sasa hapa nina ushahidi hapa. Nina ushahidi hapa. Unajua ushahidi ule wa mtu anaondoka nao ni ushahidi. Na mwingine anasema wananichukua, na muona babu anakuja. Jamani nishikeni, leteni chipsi mayai. Jamani unajua moto. Kwa hiyo vitu vingine vina ushahidi hapo. Lakini
Lakini nyingine mtu amekufa, sio unakuta mtu amefia wapi, sio amefia wapi. Ile ni ngumu mno, ngumu sana. Hakuna mahali kuna siri kubwa kama dakika za mwisho. Ndio maana Biblia inasema heri mwisho wa neno kuliko mwanzo wake. Mwisho una siri kubwa sana kwenye maisha ya mwanadamu, siri kubwa mno. Ndio maana Biblia inasema ndipo siku kuna watu utawakuta mmoja ameingia huko, ameingiaje huko? Kwa sababu dakika za mwisho ilipata kale kanema kale kadogo kale kamwisho kale. Kwa hiyo zile ibada zote tunazofanya sisi, zile hatufanyi kwa ajili ya marehemu, tunafanya kwa ajili yetu. Na ndio kitu ambacho watu wengi hawataki kuambiwa. Yaani wengi wanapenda wapakwe mafuta ya mgongo kwamba ameenda, kwa inavyoonekana ameenda yuko paradiso sasa. Anaimba. Utafikiri wanaona anaimba. Unajua ndio maana ukiwa hai tengeneza njia zako na Bwana Yesu. Kwa swala la ibada za mazishi hazimsaidii marehemu. Zile zipo tu kwa ajili ya walio hai. Maana huwa tunazika mtu aliyehukumiwa. Kama aliokoka yuko paradiso, hajaokoka yuko kuzimu. Na akienda kuzimu hamna kinachobaki mabadiliko. Yaani hamna. Afadhali mtu akifungwa kuna rufaa. Sasa kuzimu hamna rufaa. Si mnafahamu katika Luka tajiri kule kuzimu, Baba Ibrahimu, basi mimi nimeshindwa, kuna ndugu zangu la hamna, baki humo, hakuna rufaa.